Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa majina naitwa Frank kutoka Life in Christ Ministry. Leo nataka niwafundishe common sins or common mistakes ambazo Wakristo wengi tumekuwa tunazifanya na tumehalalisha imekuwa kama ni jambo la kawaida. Hizi dhambi 4 tunazitenda kila siku na nitakufundisha, na wewe mwenyewe utajifanyia assessment. Utaangalia kama ni kweli kuna siku inapita haujafanya hiki kitu, na nataka nikwambie ni dhambi, na nitakupa na maandiko. Dhambi ya kwanza ni dhambi ya uongo. Ukitoka hapa ukiamka asubuhi mpaka inafika jioni, unakuta umepigiwa simu, uko wapi? Unasema niko sehemu fulani, au vyovyote vile ilivyo, lakini siku haishi Mkristo hajadanganya. Tunapenda sana uongo, yani na tumeharadisha uongo, na uongo wenyewe tunaoandika ni ule mdogo mdogo tu. Hata ukimwambia mwanao naenda kazini nitakuletea pipi na usimletee, ni uongo mbele za Mungu, kwa sababu ni ahadi, na kwa sababu ni ahadi umeongopa. Na huu uongo nimeamua nianze na uongo kwa sababu nataja in ascending orders, yani kuanzia vile ambavyo tumevizoea kwanza mpaka ya mwisho. Ya pili ni uzinzi. Hii dhambi ya uzinzi, usipofanya uzinzi kama kufanya uzinzi wenyewe, utasikiliza miziki ya kidunia, yani mziki wa kidunia. Ukisikiliza miziki ya kidunia ina promote nini? Ina promote uzinzi. Kwa hiyo japokuwa hujafanya, lakini hii miziki unayosikiliza inaenda kwenye, it is going to feed your heart, inaenda kuujaza moyo wako. Ya tatu ni namna ya utafutaji mali. Namna ya utafutaji mali. Namna yetu wa Kristo tulio wengi tunavyotafuta fedha sio namna iliyo bora na haimpendezi Mungu. Na hapa ni wote, si watumishi, si watumishi wa umma, si watumishi wa private, si watumishi wa Mungu. Wote namna yetu ya utafutaji mali si sawa na haimpendezi Mungu. Na hii kila mmoja anaweza akajifanyia assessment mwenyewe. Kuna wakati unaagizwa kitu unaongeza bei, kuna wakati na wewe unaamua kutumia maandiko kuibia watu, kuna wakati mwingine unaamua kutumia njia ambazo sio sahihi ili uweze kupata fedha. Lakini ubaya zaidi ni kwamba ukishapata hii fedha unaileta kanisani, unasema ni sadaka. Kwa hiyo hii na yenyewe ni aina 3 ya namna ambavyo Wakristo tuna makosa ambayo, dhambi ambazo Wakristo wengi tunayafanya. Namna ya 4 ni ni gossips, yani masengenyo. Wakristo sasa hivi tumekuwa ni wasengenyaji wazuri sana. Huyu kafanya hivi, huyu kapita huku, usimuone hivi, huyu kafanya hivi, na huyu mtazame. Na hii inafanyika sana kanisani. Kila tunapokwenda kanisani haipiti siku hatujafanya haya makosa haya. Kwa hiyo ndugu zanguni katika Kristo, haya ndo dhambi 4 ambazo zinaongoza kwa Kristo wa leo, ambazo tunazifanya kila itwapo leo. Sasa nitafundisha hii namba 2. Hizi zingine naziacha. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo hii dhambi ya uzinzi ilivyo mbaya kwa Mkristo na mbele za Mungu, na kufundisha ili upate kujua, hata kama utakuwa unafanya na wewe unajiita ni Mkristo, huo unajua madhara yake na namna ambavyo Mungu anachukia dhambi hiyo. Sasa naomba tusome Wakorinto wa kwanza sura 6 mstari wa 18.
Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Inasemaje msomaji wangu? Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Sura ya 6 mstari wa 18 inasema, ikimbieni zinaa, kimbieni zinaa. Kila dhambi itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Kila dhambi anayoitenda mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ila yule afanyaye zinaa, yani uzinzi, hufanya hiyo dhambi ndani ya mwili wake, sio nje, inakuwa ni ndani ya mwili wake. Na ukumbuke mwili wa mwanadamu ni hekalu la Kristo. Sasa uzinzi, nataka nikuonyeshe madhara ya uzinzi. Mtu yeyote ambaye anafanya uzinzi, mtakubaliana na mimi, kila mtu anayefanya mzinzi lazima uwe muongo. Kwa nini uwe muongo? Ili huyo unayemtafuta kufanya naye uzinzi lazima uongope. Inaweza ikawa yule unayemtafuta yeye anayekutafuta lazima uongope. Hakuna uzinzi unafanyika bila kuwa na uongo ndani yake. Na kwa sababu uzinzi ukifanyika unafanyika na uongo, naomba nisomee Wakolosai 3 mstari wa 9, msomaji wangu. Wakolosai 3 mstari wa 9 inasema, msiambiane uongo, msiambiane uongo, kwa kuwa mmemvua kabisa utu wa kale. Kwa sababu mmeuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, pamoja na matendo yake. Sasa ukifanya uzinzi lazima uongope. Umeona, unakuwa umefanya dhambi ya uzinzi, lakini umefanya dhambi ya uongo. Haya, ukimaliza hapo unaabudu sanamu, unaabudu sanamu. Sasa hapo utaniuliza, nikifanya dhambi ya uzinzi naabuduje sanamu? Naomba nisomee Waefeso 5 mstari wa 5. Waefeso 5 mstari wa 5 inasema, Waefeso 5 mstari wa 5, maana neno hili mnalijua hakika, neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa, wala hakuna mwasherati wala mchafu mwenye tamaa, ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Kwa hiyo ukisikia hapa, ukifanya uzinzi umeabudu sanamu. Na kwenye kuabudu sanamu nitakuja kukuonyesha namna ambavyo unaiabudu vizuri. Haya, ukishamaliza kuabudu sanamu, unakuja unaua. Kuna mauaji yanatokea hapa. Haya mauaji yanatokeaje? Si kuna watu wakimaliza kufanya uzinzi wanapata mimba, au sio? Ukishapata mimba, kuna wengine wao wanatoa hizi mimba. Kwa ukitoa mimba unakuwa umeua. Hii ni Kutoka 20. Kwa hiyo ukiwa umemaliza kufanya uzinzi, kuna wengine wanapataga mimba kwenye uzinzi. Ukimaliza kufanya uzinzi vizuri, unatoa mimba. Ukitoa mimba umeua. Na huyu sio yule aliyetoa, sio mwanamke tu, pamoja na mwanamume. Hata kama ukutoa fedha yako, lakini ulishiriki uzinzi, kwa ni sehemu ya hii mimba. Kwa hiyo huyu akitoa, dhambi ya huyu ya mauaji ya watoto yanakuwa juu yako, na wewe unakuwa ni sehemu ya dhambi hiyo. Haya, ukifanya dhambi hii pia, ukishamaliza kufanya hiyo dhambi, unafanya kitu kingine, unafanya dhambi nyingine, unaingia agano. Kwenye dhambi ya uzinzi pia kuna agano unalifanya na huyu unayekuwa unafanya naye dhambi, huyu mnakuwa mnaingia agano. Agano lenyewe liko wapi? Soma Wakorintho wa kwanza 6:16. Wakorintho wa kwanza 6:16 inasemaje? Inasema, hau hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Hamjui ya kuwa kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Kwa hiyo ukifanya uzinzi umeungwa na huyu uliyefanya naye uzinzi.
kwa nyinyi mmekuwa mwili mmoja. Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa ukifanya uzinzi na huyu umekuwa naye mwili mmoja. Kwa nyinyi mmekuwa kitu kimoja. Haya, ukishamaliza kufanya uzinzi, kwenye uongo napo kuna masengenyo anyway. Kwa hiyo ni si masengenyo, saa nyingine mnasengenya na kuongea watu wengine. Sasa ukishamaliza kufanya uzinzi, kuna kitu kinaitwa sadaka. Watu wakimaliza kufanya uzinzi, kuna mambo wao wanafanya. Unampa mtu nauli, au sio? Au sio, msomaji wangu? Unatoa nauli, au sio? Kama sio nauli, wengine wanalipa kodi, wengine wananunua magari, wengine wanajenga nyumba, wengine wanagharimia chakula, wengine wanatoa chochote kile. Unachotoa, unatoa fedha kwa sababu ya huyu mwenza wako uliyefanya naye uzinzi, unakuwa umetoa sadaka. Kwa hiyo hapa umeabudu sanamu. Ulivyomaliza kuabudu sanamu, ukaitolea sadaka. Kwa hiyo umeabudu sanamu na kutoa sadaka wakati huo huo. Kwa hiyo ndo maana nilikusomea lile andiko la kwanza lililosema kwamba kila atendaye dhambi zote hutendwa nje ya mwili, lakini dhambi ya uzinzi inatendwa ndani ya mwili. Ndo maana nilianza kukusomea hivyo, kuambia kwamba ukifanya uzinzi ni kwa nini madhara yake ni makubwa sana sana ya kiroho. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kati ya dhambi ambazo watu wamezizoea mno, yaani ni kitu cha kawaida tu. Yaani siku hizi wa Kristo hii dhambi tunaiona ni dhambi ya kawaida kabisa. Yaani mtu anatoka, huyu anatoka na huyo ndo boyfriend wake, huyo ndo, ni vitu vya kawaida. Lakini madhara yake ndio haya. Alafu baada ya muda unakuja kumwomba Mungu, unamwambia Mungu, unanyosha mikono, unasema Mungu, nisaidie nipate kazi, nipate watoto, nipate nini. Na ukiomba siku 2-3 unaanza kumnukia, unanungunika mbele za Mungu, unasema Mungu asikii maombi. Tazama ulichokifanya kilivyokuwa na madhara mbele za Mungu. Umekiona kilivyokuwa na madhara? Haya, soma, naomba nisomee, msomaji wangu, naomba usome Waefeso sura ya 5 mstari wa 3. Waefeso sura ya 5 mstari wa 3 inasema lakini usherati usitajwe kwenu kamwe. Hapo ishia hapo. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Kwenye Biblia nzima, mahala ambapo Biblia inasema kamwe ni kwenye uasherati. Malizia hapo msomaji. Wala uchafu wowote wa kutamani. Wala uchafu wowote wa kutamani. Kama istahilivyo watakatifu. Kama istahilivyo watakatifu. Kwa hiyo wewe ukijiita wewe Mkristo unampenda Yesu, ukijiita wewe ni Mkristo unampenda Yesu, epuka sana hii dhambi na ile niliyokufundisha mwanzo kule. Kwa nini? Kwa sababu ukiifanya hii dhambi na zingine zinazofanana na hizo kama uongo na vitu vingine, huwezi kujiita Mkristo. Mkristo hafanyi hayo. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ukijiita Mkristo, unaridhihaki jina la Mungu na unasababisha wewe Mungu wetu atukanwe kwa sababu ya haya unayoyafanya. Kwa hiyo Wakristo wenzangu, nilikuwa nataka kufundisha hili somo ili muelewe madhara ya dhambi ya uzinzi. Madhara ya dhambi ya uzinzi, kwa nini nimeifundisha kama somo? Ni kwa sababu ni dhambi ambazo tunazitenda kila itwapo leo na kila inapoitwa siku. Kwa sababu usipofanya hii dhambi ya uzinzi, utasikiliza zile secular music nilizokuwa nakwambia, au utaangalia movie ambayo ina element ya uzinzi ndani yake. Kwa hiyo haufanyi uzinzi, lakini unasikiliza movie, unaangalia movie na kusikiliza music ambayo ina promote uzinzi. Kwa hiyo hakuna unachokifanya mbele za Mungu. Kwa hiyo ninaomba kumalizia kwa kusema Mungu awabariki sana, na nitafundisha somo la sadaka litakalokuwa linafuata, lakini kwa hili nimemalizia hapo. Mungu awabariki katika Kristo yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.